Mimi kinachonikera ni ile watu wengine kuishi fake life. Yaani unaishi fake life kwa kumconfuse Mtanzania mwingine ama kwa kumconfuse mtu mwingine ambaye angeweza kufika labda au kuwa zaidi ya wewe ulikuwa. Umeona? Utandawazi mkubwa mwingi ambao ni very fake. Habari mpenzi mtazamaji wa Sheko TV Online, karibu kwenye kipindi chetu kama kawaida cha mastaa. Leo niko na star wetu Miss Tanzania mwaka 2011, Salah Israel. Nimekutana naye katika hali ya tofauti kabisa. Tumemzoea kwenye masuala ya umisi, masuala ya ulimbwende, lakini leo amegeukia filamu. Salah, naomba ujitambulishe kidogo wa Tanzania wakukumbuke wewe ni nani na ni kwa nini umeingia kwenye filamu kwa sasa. Okay, kwa majina naitwa Salah Israel Kifai, Miss Tanzania mwaka 2011 kwa 12, lakini pia wengi mnanifahamu na wengine kuna ambao labda nimesaulika, wamenisahau. Umeona, lakini so far nimeingia, sio kwamba nimeingia, nilikuwepo kwenye tasnia ya movie, lakini for some reasons nilitoka somehow, sio kwamba niliacha kabisa, lakini nilitoka kidogo kwa sababu ya commitments, family stuffs, mambo ya familia na nini. Kwa hiyo yalinibana, ikanibidi nichague upande mmoja. It's either niko huku ama niko kwenye familia yangu. Kwa hiyo naweza nikaibana kidogo nikaificha, nisingependa niongelee sana kwa sababu it was a family thing. Ni kitu cha familia. Kwa hiyo for some reasons ilibidi ni stay behind, nianze vitu vingine. Nilikuwa nimeajiriwa, nilikuwa nafanya kazi na niko bado nafanya kazi, sio kwamba nipo tu. Yes, lakini sasa cause wameelewa, now I am free to go further. Na ndio maana hata Gaba aliponitafuta nikamwambia I am available, I am okay, sio kwamba I am not doing. Ni basi tu lay low for some time kwa sababu kuna issues zilitokea katikati. Sawa, kwa hiyo umeingia kwenye masuala ya tamthilia moja kwa moja. Mwanzo ulicheza filamu kama si tamthilia, kama sijakosea. Ni filamu ngapi ambazo umeshacheza mpaka sasa umeamua kuhamia kwenye tamthilia? Okay, actually before nimeshafanya movies, zilikuwa ni movies by then. Ilikuwa zinarushwa kama movies, sio kama tamthilia kama hivi sasa. Ila sasa hivi nimeona kwamba kama miaka miwili hivi tayari wameanza kuzirusha zile movies, zinarudi katika mfumo kama wa tamthilia somehow kwa watu ambao hawajafanya any other new production kwa upande wao. Lakini nimeshafanya movie kama 4 5, umeona, na kina Ray Johari, nilikuwepo kwenye VIP, nilikuwepo kwenye Bad Luck before, yani hizo zote nilikuwepo humo. Umeona, lakini so far sasa hivi toka nimeingia, nimerudi tena, naweza kusema nimefanya na Gabo. He's the first guy ambaye ndo we were communicating na nini. Nikamwambia I'm okay, I'm flexible, I can do it. Na ndo kwanza nimeanza na yeye by now. Hebu nielezee kidogo Bakola. Bakola ina maana gani ili Watanzania waielewe kwa sababu ndo kwanza inaanza. Ielezee umecheza kama nani? Okay. Bakola ni tamthilia ambayo ina mafunzo mengi. Au tamthilia nyingi zina mafunzo, siwezi kusema kwamba hazina mafunzo, hapana, zina mafunzo, lakini Bakola ni imekuja kiaina yake. Tunaweza tukasema sisi tunaipamba, yani ile kama kuipamba sana, lakini sio, hatuipambi. Ila Watanzania nao watatazama, wataona what is going on there na kuna nini, na je walichokuwa nakisema ni sahihi. Umeona, mimi kwenye Bakola ni daktari Adela. Umeona, kipande changu mimi ni kudeal na wauguzi. You understand? Yani wagonjwa na komiti yangu ya hospitali. Yani hiyo ndio kazi yangu mimi, kudeal na wagonjwa, kuwapa moyo, wasikate tamaa, kuwashauri, kuwepo pale kwenye operation kubwa hapa na pale. Tumeact kama kweli, lakini sio daktari kweli. Sawa, naomba nikuulize, kusema daktari anayekutana na wagonjwa, wauguzi, itimizi wewe ni matron kwa ujumla ama ninakosea nikisema hivyo? Mimi no, unakosea. Mimi ni daktari as a doctor. Mimi ni kipengele changu ni daktari, kuhakikisha wagonjwa wangu wako katika usahihi, vitu vyao vimewekwa sawa, matibabu yao yameenda vizuri. Umeona? Yes. Lakini upande mwingine naweza nikaplay part kama matron on the other side, lakini sio matron. Kuna wapo wahusika wenyewe. Mimi kipengele changu ni daktari tu.
Sawa, naomba nikuulize kidogo. Unajua, wakati naangalia ile tamthilia pale ndani, kama kuzindua kidogo, nimegundua kwamba ile tamthilia yenu imemgusa kila mtu. Yaani kuna kipande cha daktari, kipande cha mtu wa kawaida, kipande, kama sijakosea, maana hamjaionyesha yote. Sasa naomba nikuulize kidogo, na nitapenda sana niongelee tamthilia. Sasa hivi kuna tamthilia kubwa sana inaitwa Kombolela. Watu kila unakopita wanaipenda, wanaiongelea. Kwa wewe unavyoiona hii bakora, maana nimemsikia mkurugenzi anasema hii itakuwa ni hatari kuliko nyingine. Labda wewe unaionaje? Je, watu watasahau kule, watahamia, kwa sababu zote ziko Azam TV. Wewe unazungumziaje hilo? Kwa upande wangu mimi naweza kusema bakora tuna nafasi yetu. Kila mtu, mimi naamini kitu kimoja, kwa Mungu wetu, kwa Mwenyezi Mungu, kila mtu ana nafasi yake. Umeona? Sisi leo tunaweza tukasema tamthilia yetu iko vizuri sana, bora zaidi na mambo 1, 2, 3, lakini kwa Mwenyezi Mungu ikawa ni tofauti. Umeona? Kwa sababu Mwenyezi Mungu mimi naamini ndo anatuambia, yani anakuelekeza wewe, elekea huku, huyu ataelekea huku. Umeona? Hii Kombolela ni tamthilia nzuri nayo. Umeona? Ndio iliyokuwa inasikika sana, lakini pia imesikika kutokana na ubora wake, imesikika kutokana na vitu vilivyoonekana mule ndani. Umeona? Kwa hiyo hata sisi tuna vitu vyetu ambavyo kila mtu ka play part yake, kama unaposema kila mtu ana nafasi yake. Kwa ni Watanzania ambao ni watu wetu, naweza kusema mashabiki wetu, wao sasa watachagua, watatazama. Mimi siwezi kusema sisi ni bora zaidi kuliko Kombolela, hapana. Wale kule watu wamecheza pati yao, kila mtu amecheza pati yake, kila mtu kapoteza muda wake kwenda pale, kuwepo pale, hiyo ni kazi. Umeona? Kwa hiyo naweza kusema kwamba we are the best, yes, lakini I can't judge, I can't say kwamba we will be more than the others, hapana. Ila Watanzania they will judge, watakuwa kwanza, wao ndio watajudge kwamba walikuwa nasema Kombolela ni nzuri, mbona bakora ndio nzuri zaidi. Mimi napenda niwaachie hilo Watanzania, sio mimi. Sawa, nashukuru. Labda nikuulize, ni msanii gani ambaye unahisi alikufanya wewe, yani alikuinspire mpaka ukaamua kuingia kwenye sanaa na ukacheza sanaa? Inawezekana ni wa nje au hapa Tanzania. Kiukweli kwa hapa Tanzania ni wengi, siwezi kudanganya, ni wengi. Kuna Johari. Honestly speaking, mimi siku ya kwanza nakuja kuingia kwenye mambo ya movie, naweza kusema mtu ambaye play part kubwa kuni convince was Johari. Johari nilikuwa nampenda kabla hata sikuwahi kufikiria kwamba nitakuja hata kukaa naye, kuact naye hata siku moja, lakini the way she acted, the way she stood on herself, yani unaona kabisa kwamba mtu ana play part fulani, yani she is good. Umeona? Well, on my side kuna Johari, wako wengi wanaume, kuna Ray, umeona, kuna Marem Kanumba, yani kuna wengi. Umeona? Kwa hiyo yani kuna watu ambao mimi naweza kusema toka miaka hiyo nilikuwa nikiwaona, I wish to be like this one. Sana I used to wish to be like Johari katika tamthilia. And then Mungu kweli akanijalia nikaja nikafanya nao movie without knowing kwamba ningefika hiyo same. Lakini it was something nice, good experience. At least unavoanza kitu unajifunza, you learn. So far it's good for me kwa sababu I am not new katika hii kitu. Umeona? It's only that I laid back, nilikuwa kimya for some reasons, as I said before, issues of familia. But then so far we are all good na nini. Yes, I am back, but still also niko na kibarua changu na biashara yangu. Yeah, that's it. Sawa, mbali na sanaa labda ni nini unafanya? Okay. Mimi mbali na sanaa nafanya kazi katika kampuni inaitwa Inoculate. Yes, ambapo mimi ni head of marketing that company. Na pia tuko, yani bossi zetu ni Wahindi, kwa hiyo wako combined, wako kama share. Kwa hiyo tunakuwa this side, tunakuwa the other side. Kote tuko Texanite wapi, yani hivyo. Yes. Sawa, wewe kama kioo cha jamii, maana kwenye umisi umekuwa kioo cha jamii, kwenye kuigiza ni kioo cha jamii, unaweza ukasema jamani, siku nikikutana na waandishi wa habari kuna kitu fulani whether ni kizuri nitakisema au ni kitu kinachokela kwa ajili ya kuifundisha jamii, ni kitu gani kwako? Kwa upande wangu mimi naweza kusema kama kioo cha jamii, na mimi naweza kuongelea upande mzuri ambao kuambia tu hata mamisi wengine warembo, watu
ambao ni vioo vya jamii pia. Unajua kuna wengine pia wanajulikana na kuna wengine hawajulikani. Alafu kuna watu wanapenda kuishi maisha fulani ya kwamba mimi nisipojulikana siwezi kuishi, yani kuonekana mjini. Hapana. Umeona, mimi ni kioo cha jamii, nilikuwa Miss Tanzania na sasa hivi niko kwenye movie industry, au I've been huko kwenye movie industry na bado nipo na sasa hivi naendelea. Sikumaanisha kwamba kukaa kimya kwangu ni kutokujulikana kwangu mimi. Popote nitakapoingia najulikana. Lakini nilijali kujiheshimu kwangu. Nina principles zangu za maisha yangu. Umeona? I don't fake life. Mimi naishi maisha yangu halisi. Kwa wanaonijua hata wakinitazama na wakiko watasema Sala aliongea ukweli. I live my life. Mimi naishi maisha yangu. Umeona? Nimeanza kuishi maisha yangu toka mwaka huo nilioshinda UMIS mpaka leo hii nimefika. Umeona? Nimezoea ni maisha yangu. Nikipanda bajaji ni mimi. Umeona? Nikipanda taxi ni mimi. Niko na gari zangu ni mimi, lakini siishi maisha yale ya kuonyesha kwamba mimi ni mtu fulani, kwa sababu yale tunawa confuse watu wengine. Kwa honestly speaking, mimi kinachonikera ni ile watu wengine kuishi fake life. Yaani unaishi fake life kwa kumconfuse Mtanzania mwingine, ama kwa kumconfuse mtu mwingine ambaye angeweza kufika labda au kuwa zaidi ya wewe ulipo hapa. Umeona? Utandawazi mkoa mwingi ambao ni very fake. Sisi kama vioo vya jamii tunatakiwa kuishi maisha yetu real lifestyle, ili mtu mwingine akikuona anasema mbona fulani ni mtu fulani, lakini mbona anaishi kawaida, ni maisha yake ni yuko simple, hafake chochote. Lakini sasa wengi wetu wanapenda kuishi fake life, ambayo hiyo fake life inawafanya watoto wa watu wengine, wasichana wengine, hata watoto wa kiume wengine wanaingia kwenye majanga, matatizo makubwa ya ile kuweka tamaa kwamba na mimi nataka niwe kama mtu fulani. Kumbe yule alitufekea tu pale. Umeona? Mtu kapewa ndinga hapo ya maana, unaona ndinga ni ya kwake, kumbe sio ya kwake. Umeona? Lakini si ushamchanganya mshabiki wako. Yani kumbe paka uwe mtu fulani ndio utapata vitu kama hivi. Kumbe hakuna. Sio kweli. Nasema ukweli. Umeona? Kwa hiyo unamaanisha asilimia kubwa ya watu ambao tunaweza tusiwataje wanaishi fake life. Yes. Yani absolutely dada yangu ni kweli. Lakini wengi ni wasanii sana, wasanii, mamisi, ni famous people, ni sisi humu wengi ni waongo, wengi mimi jamani mtanisamea, nyie wengi ni waongo. Tuwaambie ukweli wa Tanzania. Ishi maisha yako, uone mtoto wa mtu mwingine kama atapotea njia. Watoto wengi wanapotea, watoto wa kiume wanaharibika kwa sababu ya ile tamaa. Kumbe ukiingia sehemu fulani ndio utapata vitu fulani. Hakuna kitu kama hicho. Yaani sisi mimi naweza kusema Watanzania wamejiwekea kwamba ukishakuwa msanii wewe umetoboa. Ukishakuwa Miss Tanzania wewe umetoboa. Kumbe haipo hivyo. Umeona? Unaweza kuwa Miss Tanzania na ukawa msanii na usitoboe, maisha yako yakawa ya kawaida sana, ambaye hata yule anayeishi maisha ya kawaida bila kujulikana akawa kakuzidi. Niambia ni juhudi tu za kwako mwenyewe ndio zinaweza zikakufanya ukatoboa. Yes, ni juhudi zako, ni kuwa mkweli, kwa sababu ukiwa mkweli hata Mungu anakuona. Umeona? Mungu anakuona na Mungu anakufungulia riziki. Na Mungu anakunyooshia kwa sababu wewe unaishi maisha ya kweli ambayo hata mtoto wa mwenzako akitamani anaona ukweli wako halisia. Umeona? Mbona yule dada tu anaishi hivi, lakini labda nijue njia gani labda na mimi naweza nikafanya kama nina kipaji kuweza kufika sehemu fulani. Lakini ukimfekia yule tayari unamchanganya. Uchanganya na utandawazi, yani umemconfuse kabisa, ndio watoto wengi wanapotea. Vitu yani mambo yamekuwa ni mengi. Hata Watanzania naamini wanaelewa nikisema hivi. Mambo ni mengi. Sawa Salha. Huyu alikuwa ni Salha Miss Tanzania. Amewaambia jamani watu waache kuishi maisha feki. Maisha feki ni mabaya. Watoto wa watu wanapotea. Unakuta mtu anasema nina ndinga kumbe hana. Jamani tumemsikia Salha. Asante.